Maandiko yanasema, akisema, wakati umewadia, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini habari njema. Wakati kwenye Biblia yako imeandikwa tubuni na kuiamini injili. Injili ni habari njema. Bwana asifiwe. Maneno haya yameandikwa na mwandishi wa kitabu cha Marko, yakielezea historia ya ushuhuda wa injili ya Yesu Kristo. Lakini anayezungumziwa hapa kwenye mstari wa kwanza mpaka huo wa 15 na kuendelea ni mtumishi wa Mungu Yohana Mbatizaji, akiwa ameletwa kama nabii wa Mungu kuja kuliandaa kanisa au dunia au ulimwengu kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Maandiko yanasema na historia ya Biblia inazungumza, baada ya kitabu cha nabii Malaki kulikuwa na ukimya wa miaka 400. Hakukuwa na mafunuo wala hakukuwa na sauti ya Mungu iliyozungumza. Baada ya miaka 400 kupita, kwa mara ya kwanza akasikika Yohana nyikani akipiga kelele na kusema, tubuni na kuiamini injili, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Itengenezeni njia na mkayanyoshe mapito yenu. Na nini anaeleza sababu kwa nini anataka hicho kitokee? Unaona mstari wa 15 anatoa sababu. Anazungumza sababu ya kutaka watu watengeneze njia zao, wanyoshe mapito yao, ni kwamba kuna habari njema zinakuja mbele yao zitakazobadilisha maisha yao. Lakini kabla hawajasikia hizo habari, kitu cha kwanza Yohana anaweka msisitizo kwa hao watu ambacho kitawafanya wakae katika hali ya maandalizi, wakae katika hali ya kujiandaa kwenye hizo habari njema zinazokuja, ni kitu kinaitwa toba. Ukisoma mstari wa kwanza mpaka wa 3 utagundua Yohana anazungumzia toba. Ukiruka pia ukasoma 15 anazungumzia toba. Kwa nini anawataka watu wakae kwenye toba kama maandalizi ya kupokea habari njema ambazo zinaletwa na huo ufalme wa Mungu uliokaribia? Sababu ilikuwa kubwa moja. Toba ni moja ya vitu muhimu sana kwa kanisa la Mungu. Unapozungumza moja ya misingi ya kanisa duniani ni toba. Huwezi kulizungumzia kanisa bila kuzungumzia toba. Huwezi kuzungumzia wokovu bila kuzungumzia toba. Moja ya vitu muhimu sana kwenye misingi ya kanisa. Naposema kanisa pia najumlisha na wokovu ndani yake, kwa sababu hatuna kanisa bila wokovu. Kinachoanza ni wokovu, wokovu unazaa kanisa. Kwa sababu kanisa ni matokeo ya kusanyiko la watu waliomkiri Kristo kwa vinywa vyao na kumwamini kwa mioyo yao ya kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. So kama kuna kitu muhimu ndani ya kanisa, ndani ya watu wa Mungu hapa ulimwenguni, ni toba. Toba ndio moja ya vitu vinavyojenga misingi ya kanisa. Toba ni moja ya vitu vinavyojenga msingi wa imani. Ukiondoa toba, umeondoa kitu muhimu kinachozaa imani ya mtu. Umeondoa kitu muhimu kinachomzaa mtu kuwa kanisa. Ndio maana saa watu walikataa toba, kinyume chake walikataa wokovu. Soma maandiko, mahali watu walikataa toba, wokovu haukuingia kwao. Lakini mahali watu walikubali toba, wokovu uliingia kwao. Viko vitu vingi vya muhimu katika misingi na maisha ya kanisa. Kuna maombi, kuna imani, kuna sadaka, kuna mahusiano ya mtu na Mungu utakatifu. Lakini toba ninaweza kusema ndio kiini. Kwa nini? Kama ndani yako hakuna toba, huwezi kuwa pia na imani. Kama ndani yako hakuna toba, huwezi kuwa mtu wa maombi. Kama ndani yako hakuna toba, huwezi kuwa mtu mwenye neno la Mungu. Kama ndani yako hakuna toba, huwezi kuwa mtu wa ibada. Kama ndani yako hakuna toba, huwezi kuwa mtoaji. Kwa lugha nyingine, ukimwona mtu anatoa sadaka sana, ni matokeo ya uponyaji kupitia toba. Ukimwona mtu ni muombaji sana, ni matokeo ya uponyaji aliyopata kupitia toba. Ukimwona mtu anampenda Mungu sana, ni matokeo ya toba. Ndio maana maandiko yanasema hivi, aliyesamehewa sana upenda sana. Maana yake kiwango cha toba ya mtu kwa Mungu na rehema za Mungu kwa mtu baada ya toba ndio kinachoamua kiwango cha upendo. Ndio maana kuna mtu anaweza kaokoka hapa akakaa miaka 5, 10, hamna mabadiliko wala hana mzigo, hasikii kiu ya kufanya kazi ya Mungu. Usimlaumu. Kiwango cha toba ndio kinaamua kiwango cha mtu kumpenda Mungu. Kuna habari zimeandikwa za mwanamke mmoja kwenye Biblia anaitwa Mariamu kahaba. Wangapi mmefahamu hizo habari? Alikuwa dada yake na Lazaro. Maandiko yanasema yule mama siku anaosamehewa dhambi alienda kumpaka Yesu Mariamu.
hii Mariamu ilikuwa ni manukato aliyokuwa anauzwa kwa fedha za wakati ule, dinari 300. Alafu ule mama akaenda akampaka Yesu. Alipompaka Yesu na akamfuta na nywele zake, Yesu akasema hivi, umesamehewa dhambi zako, usitende dhambi tena. Kutoka pale yule Mariamu aliendeleza uhusiano wake na Yesu. Maandiko yanasema kuna siku Yesu alimtembelea Lazaro nyumbani kwao. Mmoja ya watu aliwakuta ni Mariamu. Na Yesu alipotembea nyumbani kwao, mmoja ya watu alikaa miguuni pa Yesu akaacha kufanya shughuli zingine, Mariamu. Akawa amekaa tu anazungumza na Yesu. Ukisoma Biblia unaona kila mahali Mariamu alikuwa akionyesha upendo wake kwa Yesu. Kwa nini? Kiwango cha toba, kiwango ambacho umejua toba ya Mungu ndani yako au umekaa kwenye toba, ndio kinachoamua kiwango cha namna gani utembee na Mungu. Ngoja nikwambie, kwa nini tuna watu majeuri kanisani? Tuna watu wasiomuelewa na kumpenda Mungu. Hawafahamu kuhusu toba, hawajui umuhimu wa toba. Na bahati mbaya, kanisa la sasa hivi mafundisho mengi ya msingi kama haya hayafundishwi. Watu hawafundishwi. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, kabla tujakufundisha misingi ya wewe kubarikiwa, kabla hatujakufundisha wewe kutajirika, ni kweli huwa nawafundisha watu mbele, anawaambia mmoja rasilimali zinazomsaidia mtu katika safari ya mbinguni ni fedha. Hauna pesa, huduma haiendi. Tunahitaji kufundisha swala la wewe kubarikiwa. Lakini kabla hatujakufundisha hayo, kitu cha kwanza tukufundishe msingi. Na moja ya misingi ni toba. Kama kuna kitu kinaweza kusababisha mwana wa Mungu yote aliyeokoka akawa na maisha mazuri, ni saa ataelewa kwa upana kuhusu kitu kinaitwa toba. Kwa sababu kama ataelewa kwa mapana kuhusu toba, atajikuta automatically anakuwa karibu na Mungu. Na kama atajikuta anakuwa karibu na Mungu, maana yake Mungu ataanza kuwa rafiki yake. Kama Mungu ataanza kuwa rafiki yake, maana yake baraka za Mungu zitaanza kuja kwenye maisha yake hata bila kuomba. Kwa nini kanisa la Mungu la sasa halina baraka? Watu wameikataa toba. Na kama wamekataa toba, wameikataa neema iliyo ndani ya toba. Yesu akawaambia, yoyote aniaminie mimi anao uzima wa milele. Ngoja nikupe tafsiri. Huwezi kuutaja uzima wa milele bila kutaja mara 100 duniani. Anaposema yoyote aniaminie anao uzima wa milele, mahali pengine akawaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haendi kwa Baba ila kwa mimi. Tafsiri yake ni kwamba ni hivi, kuna saa wewe unamwendea Mungu ili kumuomba mahitaji ya maisha yako. Kuna saa wewe unamwendea Mungu ili kumuomba kwa habari ya uchumi wako. Maana yake ni nini? Kama hujaiamini toba ya Kristo, hata saa utaenda kuomba kwa habari ya uchumi wako, hakuna kitu kitatokea. Maana yule ambaye anatakiwa sababisha kitokee, umemwacha kwenye toba. Shakarabasaya bahando. Kwa nini wale wenzetu wa hivi wanafanikiwa kwa Mungu wao? Wale watu ni watu wa toba. Kwa Mungu wao ni watu wa toba. Ukisikia gena matangazo linapita, tuna mkutano wa Pasaka, wenye shida waletwe, ni kwenye makanisa yetu. Mpaka waumini wamesababisha sisi wachungaji tumekuwa wabunifu, tumekuwa matapeli. Hawawezi watu kuja ibadani kama hujasema kesho watakombolewa. Hawawezi kuja ibadani kama hujasema kesho tutavunja madhabahu za familia. Hawaji. Ila ukisema tutavunja madhabahu za familia, wanajaa hapo. Lakini hao wenzetu wanafundishwa toba kwa Mungu wao. Semeshera ngapi zimeandikwa Bwana asifiwe? Au tumsifu Yesu Kristo ngapi? Kwa nini? Nyingi zimeandika mashara, si ndio? Nyingi zimeandika harakbar, takbir. Kwa nini? Kwa nini za wana wa Mungu hasipo? Nafundisha toba. Ukinielewa kwenye hili somo, unaenda kutajirika. Kwa nini? Hawa wafundishwi miujiza, hawaijui wale watu, hawaijui. Narudia tena, wale miujiza hawaijui. Wale wanafundishwa kuabudu. Wanafundishwa kunyenyekea. Mimi nimeshawaona kwenye ibada zao, mtu anaomba toba mpaka analia machozi. Anasujudu mpaka hapa panakuwa peusi. Huku kwetu hata ikitokea mtu ametenda dhambi, unamuita kwenye toba, kitu cha kwanza atakuuliza, "Pastor, ni nani alikwambia mimi sijafanya hilo kosa?" Kiburi kimelala kwa Pentecoste, sema amina. Mbona muitikii? Tunajihesabia haki. Kwani ni uongo anachoongea Roho Mtakatifu? Kiburi kimelala wapi? Kimelala kwa Pentecoste. Makanisa yanaongoza kuvunjika ni akina nani? Mesikia Anglikana imevunjika, Katoliki inavunjika. Kwamba kwao migogoro haipo. Ipo. Watu wamefundishwa toba. Kule father, paroko ni Mungu mtu. Kwenu mchungaji ni brother. Si ni sawa? Kwenye makanisa yetu mchungaji si bro tu, naweza kucheka naye nikagongana.
Kaambia wewe, na mchungaji umezidi sasa na wewe michango mingi. Kaongea hivyo alasi. Naitwa tu unaitwa jimbo. Kanisa kuu jimbo. Kama usipoelewa vizuri kuhusu toba, maana yake itakuwa ngumu kuona mtiririko wa utendaji wa Mungu katika maisha yako. Kumbuka tunapozungumza toba, tunazungumzia msimamo wa mtu kujuta au kujutia dhambi na kutaka kurekebisha alichokikosea. Hauwezi kuizungumza toba bila kuzungumza msimamo wa mtu kujuta au kujutia dhambi na kutaka kurekebisha alichokosea. Ukija kanisa la Afrika, kinacholitesa sana ni tafasiri ya maandiko. Ukija huku kwetu kwa Afrika, especially nchi kama zetu Tanzania na mikoa yetu hii, mtu kishasema dhambi, haraka ataenda kwenye uasherati na uzinzi na ulevi. Hiyo ndio dhambi. Sikiliza vizuri nikwambie. Kitakacholizuia kanisa la Mungu kubarikiwa na kuingia mbinguni ni dhambi ndogo ndogo sana. Ndio maana unapozungumzia toba, toba inaanza na msimamo wa mtu kujuta. Unajutia kwanza ulichokifanya. Unakubali kwamba nimekosea. Alafu kishakubali, unatafuta kurekebisha kile ulichokiharibu na kutaka kuanza upya. Ndio maana utakuielewa toba vizuri. Hakuna toba bila kugeuka. Ukiona mtu anaingia kwenye toba, anatubu, alafu hakuna mabadiliko, hiyo sio toba, ni kitu kingine kabisa. Toba halisi ya kiungu, mtu anapoenda kwenye toba, kitu cha kwanza anakuwa amejuta. Toba ina hatua 3. Cha kwanza anakuwa amejuta, cha pili amekusudia kugeuka, cha tatu yuko tayari kutengeneza alichokiharibu. Ndio maana hatutarajii ukitubu ya kwamba utaendelea kutendea kile kile ulichokuwa unakikosea mwanzo. Hatutarajii ukitubu utaendelea kuishi maisha yale yale uliyokuwa unaishi mwanzo. Ndio maana maandiko yanasemaje? Wakorintho 2:5-17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, maana yake baada ya kutubu anakuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita. Nini maana andiko hili? Maana yake kila baada ya toba kuna ukurasa mpya wa maisha katika jina la Yesu. Hauwezi kuishi maisha yale yale ambayo ulikuwa unaishi kabla hujatubu. Sema amina. 43:25 Isaya anasema, naam, mimi ndiye Bwana niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Anamwambia Israeli mwanae. Anaposema niyafutaye, maana yake kila baada ya toba, kama ile toba ilianza na kugeuka na kujuta, Mungu anafunga ule ukurasa. Kuanzia pale wewe na yeye mnaanza ukurasa mpya. Ndio maana unasikia watu wanasema, yaani huyu alikuwa mlevi, Mwandibe yote ilikuwa inajua. Nini kimetokea? What happened? Baada ya toba, Mungu amefunga ukurasa, amefungua ukurasa mwingine. Unanielewa vizuri? Kuna mtu tunafuatana. Nisiendelee mbele kama kuna mtu anielewi. Nimeshaathirika na kuwa mwalimu. Yaani kama unanielewa, hebu inua mkono hivi tuonane hewani hapa. Kama unielewa usinyoshe ndugu yangu ili upate msaada. Usikanyosha na uelewi. Kama uelewi kaa upate msaada. Haleluya. Toba kibibilia ina maana kubadilika, kugeuka. Kwa lugha nyingine ina maana mabadiliko ya vitendo. Kibibilia unapoona Biblia inazungumza toba, ina maana ya kugeuka, kubadilika. Kwa lugha nyingine mabadiliko ya vitendo. Maana yake kama kwenye maisha yako hakuna mabadiliko ya vitendo kuhusu Mungu, maana yake hakuna toba. Ngoja niwaambieni neno. Kwa nini nafundisha kiundani kuhusu toba? Kwa nini Roho wa Mungu anafundisha? Toba ndio inayobeba jumla ya maisha yote ya mtu wa rohoni. Toba. Kwa nini? Usisahau mwanadamu ni sehemu ya ufalme wa Mungu, lakini ameumbwa awe duniani. Alafu Yesu siku moja akawaambia wanafunzi, duniani mnayo nini? Dhiki. Jipeni moyo, mimi nilishinda ulimwengu na nyinyi mtaushinda. Yesu alikuwa anataka kutuonyesha nini hapa? Kwamba hapa duniani ambapo tumewekwa kama sehemu ya ufalme wa Mungu, ndio kipimo darasa chetu. Maana yake hatutaona ufalme wa Mungu kama tujapita mitihani ya hapa duniani. Kwa lugha nyingine, duniani hapa tulipowekwa ni kipimo kinachotupima kwamba tumefika viwango ambavyo Mungu anataka. Ndio maana soma maandiko. Mtu haendi tu mbinguni kwa sababu kuna safari ya mbinguni. Kitakachokupeleka mbinguni ni namna gani umeandaliwa hapa duniani, alafu ukatoshea kwenye vipimo vya Mungu. Si ndio maana tunasemaga mtu akishakufa katika Kristo tunasema amemaliza safari yake wapi? Amelala nini? Mauti. Kwa nini tunasema amelala mauti? Maana yake ameandaliwa, amechekechwa kwenye vipimo vya Mungu, akatoshea. Ndio maana nikwambie neno kwenye hii seminar, kwenye huu mkutano wa Pasaka, Mungu hachukuagi watu ambao hajamaliza kazi yake. Kwa sababu hiyo na mimi nasema kwako,
kama hujamaliza kazi yako hautakufa. Mungu achukuagi watu ambao hawajamaliza, hawajapita madarasa yake, achukui. Haujanielewa? Soma maandiko humu tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Mahali popote Mungu alichukua mtu, ni saa huyo mtu alimaliza kazi yake. Musa alipomaliza kazi yake, kitabu cha Hesabu kinasema Mungu akampandisha mlima Nebo ambao leo ni nchi ya Jordan, akamwonyesha mipaka yote ya ile nchi ya ahadi. Akamwambia wewe utaingia, utafia hapa. Joshua ataendelea baada yako. Sijui mnanielewa vizuri? Sijui mnanielewa vizuri? Ndio maana lazima uelewe, tunaposema toba kibibilia tunazungumza mabadiliko ya vitendo. Ili Mungu akuinue kwenye maisha yako, lazima aone mabadiliko ya vitendo. Na usisahau kibibilia, toba huwa inaanzia moyoni mwa mtu. Huanza na kujutia ndani ya moyo wa mtu na kutengeneza ndani. Ndio maana kikanuni hatutakiwi kumlazimisha mtu kutubu. Kwa nini kuna usumbufu kwenye makanisa yetu haya kiroho? Tunawala force watu kutubu. Wewe tumekushika ugoni, njoo utubu. Wewe una mahusiano, wewe binti ulilala kwa kijana, atatubu na ataenda kulala tena. Angalia walivyokaa kimya. Kwani ni uongo? Si wanatubu na wanaenda kulala tena na wanakuja wanaimba na kwaya hapa? Au mnataka Roho Mtakatifu aanze kuchungulia? Wanatubu kwa kulazimishwa na wazee wa kanisa, wanaenda wanalala tena na wanakuja wanapiga step hapa. Hivi mnajua nyie mchungaji wenu ni nabii huyu? Nani anafahamu hiyo kitu? Kwamba kuna vipawa vingi huko ndani. Sasa nyie endeleeni kucheza cheza na hiyo neema. Ngoja Bwana atibwezo chemchemi. Watu watakuwa naanguka hapa. Umefanya manyangala kata yako, ukija kucheza hapa unakula kwanza mkenge, unakaa kwa kutulia, uwekewe mikono. Ili ujue kwamba madhabahu sio kitu cha kuchezea. Sijui mnanielewa ninachokiongea? Unanielewa vizuri? Kanisa lisilo na madhihirisho ya nguvu za Mungu, watu wao hawamuoni Mungu. Kanisa lisilo na madhihirisho ya nguvu za Mungu, watu hawawi na hofu ya Mungu. Soma maandiko, kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 39. Watu walipoona Elia ameomba, moto umeshuka, wakaanguka kifudifudi, wakasema Bwana ndiye Mungu. Baada ya kuona nini kimeshuka? Moto ambao Elia ameuita kwa maombi. Kama usingeshuka, Elia angepigwa mawe siku ile. Mimi waulize swali, kwani wewe hapa kanisani umefuata nini hapa? Hapa umemfuata tu huyu baba? Mzee wa kanisa ananiangalia. Tuanze na wewe. Umemfuata tu huyu baba kwamba ni mchungaji wangu mzuri? Maandiko yanasema aliyesamehewa sana upenda. Kuna kitu huyu mtumishi wa Mungu aliomba, Mungu akafanya kwenye maisha yako. Ndio kilichokuweka hapa. Labda ngoja niwaambie kasiri. Makanisani cha kwanza tunachokifuata ni mikate. Sema haleluya. Kwani wewe umefuata nini hapa? Mikate, si ndio? Mnaifahamu mikate nao sema? Uponyaji ni sehemu ya mikate. Kubarikiwa ukiwa kanisani kwenu ni sehemu ya mikate. Kama ni mwanafunzi unafaulu masomo, yule baba anakuombea unafaulu masomo, hiyo ndio mikate. Kama kusingekuwa na hiyo kitu, huwezi kuja hapa. Unakuja kutafuta nini hapa? Kuna ishara unakutana nazo ukija hapa. Kuna namna unapona. Yesu kama asingekuwa na mikate, makutano asingemfuata. Na mimi ninatamka kama mjumbe wa Bwana hapa kwenye hicho kipengele, Mungu akaipa hii madhabahu mikate ya kiroho, isikose uponyaji, isikose miujiza, isikose afya kwa ajili yako, isikose fedha kwa ajili yako, shakarababosata, isikose watu sahihi kwa ajili ya maisha yako, isikose kukunenea mema. Kila ukija hapa ukakutana na Mungu aliye hai, kila ukiingia haya marango ukakutana na Bwana aliye hai. Ninatamka kama kuhani wa Mungu, kuanzia sasa mafuta yakafurike, shaparababa yakafurike, yamatete sayamo rima mawasaka yakafurike. Hautaingia mkavu ukatoka mkavu. Ukiingia mkavu utoke na chemichemi. Ukiingia una amani utoke na amani. Ukiingia una furaha utoke na furaha. Ukiingia na machozi utoke machozi yamefutwa. Sema ninapokea. Napokea. Unamuona Mungu ndani ya baba yako wa kiroho, ndani ya mchungaji wako. Yule Mungu anayetembea na mchungaji wako ndiye Mungu anayetakiwa kutembea na wewe. Yule Mungu anayetembea na baba yako wa kiroho ndiye Mungu anayetembea na wewe. Ndio maana sio kudanganya mtu. Kwenye Biblia Mungu wa Elia ndiye akawa Mungu wa Elisha. Nataka uelewe kitu kimoja. Kama sisi tunakuona wewe wa nje, ili sisi tuone toba yako,
lazima tuone matendo yako, mabadiliko yako ya nje. Yale ya ndani hayatuhusu sisi, yalikuwa ya wewe na Mungu aonaye sirini. Sasa sisi tunapoanza kuyaona ya nje, tunajua sasa huyu kuna badiliko. Ndio maana kama hiyo toba haijaanza kuzaa matendo ya nje, ndio maana popote Yesu aliwapa watu rehema baada ya toba, aliwaambia hivi, usitende dhambi tena. Maana yake nini? Kukawe na mabadiliko. Na mimi natamka leo, Bwana Yesu akubebeshe moyo wa toba, kukawe na mabadiliko. Kila kilichokuwa kinakutesa kisikutese tena in the name of Jesus. Amen. Kila kilichokuwa kinakuonea kisikuonee tena. Amen. Toba isiyo na mabadiliko, hiyo sio toba. Na haya mabadiliko tunaanza kuyaona nje. Na haya mabadiliko yanakujaje? Wewe sasa unaamua. Ni tabia unaitengeneza. Unaanza tu kuanzia leo, mimi sitakuwa na changamana na ule fulani, rafiki mbaya. Tabia zake si nzuri. Tayari unajizoesha. Nikatabia ndani ya siku 21 tayari kameshakupa mabadiliko ya nje. Tunaona sisi wewe mtakatifu, kumbe kamekuchukua gharama kujizoesha. Unaweza kaamua kuanzia leo nataka niache kiburi. Kweli kinatutesa, dada anacho, shangazi alikuwa nacho, mimi nataka nikiache. Unaanza kujizoesha. Kadri unavyojizoesha kinazaa tabia. Hakuna mtu alikuwa mtakatifu kwa kushukiwa na Roho Mtakatifu. Baada ya kushukiwa Roho Mtakatifu alianza kuchukua hatua za matendo. Kanisa muelewe hilo. Amen. Yaani usifikiri mikono unayowekewa hapa sasa ndio itakutuma uende kuwa mtakatifu. Sisi tunakuwekea mikono ili uende uwe na nguvu za kutafuta badiliko. Sijui kama mnaelewa hicho. Amen. Wala pastor haweki badiliko ndani yako. Roho wa Mungu anaweka kupitia bidii yako. Unataka nini? Unataka nini? Maandiko yanasema siku ile Zakayo alipomkaribisha Yesu nyumbani mwake, Zakayo akamwambia Yesu, kwa hakika mwalimu, nitawarudishia wote sehemu ya fedha yao niliyodhulumu. Alafu Yesu akamwambia hivi Zakayo, sikia kitu anamjibu. Anamwambia wokovu umefika nyumbani mwako. Kwa nini anamwambia hilo neno? Aliona badiliko, kiu ya kutaka badiliko. Kwa toba huwa inaanza kuzaa badiliko la nje. Tunaanza kuona mtu hafanyi kile alichokuwa anafanya. Haendi ile njia aliyokuwa anaenda. Hatembei ile barabara ya uovu aliyokuwa anatembea. Ukiona mtu ametubu bado anatembea barabara ile ile, I swear na kuambia ukweli, huyo ni muhuni tapeli mchana wa saa sita. Na sasa hivi makanisani tumejaza matapeli wa kiroho. Ukiona kuna mtu mnaye kanisani hana badiliko, hataki kuchukua hatua za badiliko, huyo tapeli kama matapeli wengine. Kuna watu ni matapeli wa kiroho, wanamhujumu Yesu, wanamrudisha Yesu msalabani mara ya pili. Watu wa Mungu wametulia. Unajua utulivu nao una tafsiri mbili. Hata waizi unaelewa au uelewi kabisa. Sema haleluya. Sasa utulivu ule wa kuelewa wewe unaambatana na kitu kinaitwa amina. Maana neno amina maana yake na hiyo hivyo. Ukiona mtu tu ametulia, Waswahili wanasema kobe ya kiinama anatunga sheria. Wenda kuna mtu anatulia anasema hivi, mchungaji huyo mchungaji kwenye mkutano wa mwakani utamleta tena huyu kama anaongea sana. Hello. Hivi unanielewa? Amina. Unanielewa ninachokisema? Amina. Roho alinifundisha akaniambia, kabla mafanikio hayajaja, kitu cha kwanza Mungu anatarajia kianze kwenye maisha yako ni toba. Kwa lugha nyingine, toba ni kama chombo, ni kama sahani. Yaani ili upokee baraka ya Mungu, lazima Mungu aone toba, kwa sababu hakuna ukamilifu wa kimungu ndani ya mtu bila toba. Na ngoja niwaambieni neno, Mungu hambariki mtu kwa sababu yuko kanisani. Labda wewe hujasoma Biblia, mwenzako nasoma. Kuna andiko liko katika Mithali nasema mafanikio ya mtu muovu ni kwa kusudi aangamizwe. Wenye kiusa mna lugha yenu moja, wao mnaongea mtu akifa ghafla. Mnasemaje? Anyeri toro. Kwa nini mnaongea hivyo? Unakuta mtu alikuwa ndiye amenunua gari yake, si ndio? Ndio ameanza kuitembelea. Amepata nayo tu hapo ajali na mwezi. Watu wanaumia wanasema, "Wewe, ndiye alikuwa amenunua hata haijamaliza miezi, mwaka, kifo hiki sio kifo." Ukimwona mtu ambaye ana Mungu, anafanikiwa, siku zake za kufa pia zimekaribia. Nani ananielewa anachofundisha? Huu ni ufunuo. Ukimwona mtu ambaye ana Mungu kavuma pap, hata muda mrefu. Ni kanuni ya kimungu. Ukifanikiwa dhambini, lazima kuna siku utakatika kama umeme. Ndio maana si kila aliyeko kanisani huwa anabarikiwa. Baraka ina hatua hizo 3.
Hatua ya kwanza baraka ni kitu kinaitwa kuinuliwa. Sema kuinuliwa. Kuinuliwa. Na kwenye hii hatua ya kwanza huwa kuna kitu kinaitwa kukuzwa jina. Kasome kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mpaka ya 17 ile. Mungu anapotaka kukubariki kwenye hatua ya kwanza ya kuinuliwa, huwa analikuza kwanza jina. Kama jina halijakuwa, baraka haiji. Ndio maana kama kuna kitu pia unatakiwa kuombea, omba sana. Hata kwenye mkutano wa Pasaka, ombea jina lako. Bwana alitakasa, alisafisha jina lako. Hapa watu hawajanielewa. Umewahi kuona jina la mtu likianza kuchafuka, anashushwa cheo, anapewa barua redundancy? Amen. Jina ndio utambulisho. Jina ndio icon yako, alama yako wewe. Hatuwezi kujua kusudi la Mungu ndani yako, jina lako. Bwana asifiwe. Sasa hilo nalo ni somo nitalifundisha wakati mwingine. Sasa kwa nini nakueleza, nataka ujue kitu hiki. Si kila aliyeko nyumbani mwa Mungu anaweza akabarikiwa. Wengi wanashindwa kwa sababu hawaijui kanuni ya toba. Narudia tena, ndio maana kwa nini tunaweza kuwa na kanisa la watu 100, 150? Ni watu watatu tu ndio wana uchumi mzuri. Fuatilia maisha yao. Kama si mtu wa kutii maagizo na kanuni za madhabahu, basi ana miungu migeni akiwa kanisani. Sasa kwa sababu sasa hivi tuna watu huko kanisani na ana mambo yake. Lakini kama ana hicho kitu, ujue ni mtii mnyenyekevu hasa kwa maagizo ya Mungu. Isaya 66, jana alituambia ubaba, kuanzia mstari wa 9 kama niko sahihi. Anasema mtu huyu ndiye nitakayemtazama, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, anayetetemeka anaposikia maagizo yangu. Ni watu wachache wanatetemeka wanaposikia maagizo ya Mungu. Wengi wao wana neno, wana judge, ana cha kusema. Hivi mchungaji na hiyo kamati yake wameandaa mkutano wa Pasaka, hawajui kama ni muda wa kulima. Ukiona umefikia hapo, umeanguka wewe miguu miwili, na mbinguni wendi na uji kubarikiwa. Ukiona mshirika ni mtu wa maswali Tomaso, huyo ni pepo yuko kanisani, kavaa sura ya binadamu. Na sasa hivi tuna operation ya kuteketeza mapepo kanisani. Amen. Kanisa likui, kuna watu wako maagent, ni binadamu, rohoni ni kiumbe. Mchungaji akisema, ngoja nikufundishe protokali, ni marufuku kucomment, kuuliza swali kanisani. Wakristo wa Kipentekoste hawajui hiyo kitu. Cha pili, ni marufuku kuwa na communication, mawasiliano kanisani. Nani ameingia Katoliki huko hapa? Maingia kanisa Katoliki, nyosha mkono unithibitishie kitu. Ulishawahi ona mazungumzo? Kuna mtu anaulizaga swali, father, hatujaelewa kamati ya walei hawajatuletea taarifa ya maendeleo. Kwanza unaweza kupigwa wewe. Haya madudu yako wapi? Yako wapi? Huku kwetu. Kabisa watu hata hawana aibu. Hata hapa anawaona wamekaa moja, mitatu. Nyie mmemwelewa mchungaji pale? Mbona kama natupelekesha? Kama ulioifanya wewe ujinga huu, rudi kwenye toba. Aiso, mimi nimekuja kukwambia hautafika popote. Haya bwana. Haufiki popote. Hivi vitu vina kanuni zake. Serikalini wamechukua mfumo wa kimbingu. Mkurugenzi hawezi kumsema waziri wa TAMISEMI. Kwanza wewe utawawa wewe. Hawezi, hata kama mzee amekosea, hasemi. Wana vikao vyao vya secretariat vya maadili. Na hapo hawezi kuongea direct, hawezi. Ni mkubwa wake. Kiroho mzazi hakosei. Na kiroho, kanuni ya kiroho inakutaka ukiona kosa kwa ule baba, wewe urudi magotini. Uruhusiwi kuinua mdomo wako. Hapo wamekaa kimya. Hapo wamekaa kimya. Na mashanga kidogo. Hello? Amen. Tunaelewana vizuri? Hatua ya kwanza, Mungu anapokubariki anakuinua. Akikuinua analikuza jina. Hatua ya pili, kuna kitu kinaitwa kufanikiwa. Hiyo ni hatua ya pili ya baraka. Ya tatu, kuna kitu kinaitwa kustawishwa. Ukisikia watu wanasema huyu mtu ana maisha, ana kila kitu, amefikia hatua ya kustawishwa. Zaburi ya 92 mstari wa 12 anasema mwenye haki atastawi kama mtende na mwelezo wa Lebanon. Ukishafikia hiyo hatua, una magari, una nyumba, una ng'ombe wa maziwa, una mashamba, una mashine, yaani kila kitu takataka unayo. Na ndicho Mungu anataka tuwe nacho. Kwa nini hatuna? Toba haipo. Kasome maandiko yako.
Yoyote alianza na toba, alipomwona Yesu akasema, Bwana, mimi ni mwenye dhambi, nirehemu ye Bwana. Bwana akasema, umesamehewa. Fuatilia historia zao baada ya pale, hata kama hawajaandikwa kwenye Biblia. Walikuja wakawa watu wakuu sana, maisha yao yakawa na utajiri mkubwa kwa sababu ya toba. My God, my Lord Jesus. Toba, naongea habari ya toba. Mwanafunzi, kabla hujataka kufika kwa mkulima mkubwa hii Busokelo yote ikujue, tafuta toba kwanza. Haujataka kuwa mfanyabiashara mkubwa ukamate soko la biashara hii eneo lote, tafuta kwanza toba. Ukianza na toba, Mungu mwenyewe anakufungulia milango. Okay, ngoja nimalize na hiki. Tuna ratiba mchana, tutarudi. Toba. Toba ndio utakatifu wenyewe. Naomba nirudie tena hii statement hii point, kuna mtu hajanielewa. Toba ndio utakatifu wenyewe. Mtu mmoja aliniambia hivi, muombaji akasema, sasa mtu anapiga magoti anaomba toba, hata wangekuja wachao wa Nigeria wao hawezi kumuoa. Sasa unaomba toba rohoni, unazungukwa na nuru. Ndio maana palapanda ikilia, sasa mtu anaomba toba anaenda mbinguni. Umeelewa hiyo kauli? Toba ndio utakatifu, ndio uhalisia, yani kinachofunua uhalisia. Tunaposema kitu halisia, maana yake ndivyo kilivyo. Kinachofunua uhalisia utakatifu ni anakuaga mtakatifu 100%. Kwa maana mtu anaweza alikuwa anatenda madhambi sana kufa, akipata tu neema kuomba toba, wengi wanakwenda mbinguni. Toba ndio utakatifu wenyewe. Sasa napozungumza inaanza toba na maana hii. Kama wewe ni mfuasi wa Yesu Kristo, ni mwana wa Mungu kupitia Yesu Kristo, moja ya kanuni na miko itakao kufanya Yesu akubariki ni kufuata sheria zake. Maandiko yanasema, mpingeni shetani, mtiini Mungu. Yakobo 4:7-8. Huwezi kumtii Mungu bila kufuata sheria zake. Moja ya hizo sheria ni toba. Nimekuja kuambia mkutano huu wa Pasaka inaanza toba. Kabla ya maisha unayotaka, tafuta toba. Kabla ya ndoa unayotafuta, tafuta toba. Kabla ya mchumba unayemtaka, tafuta toba. Kabla ya magari unayotaka, tafuta toba. Kabla ya maisha unayotaka, tafuta toba. Hayo mengine yatakuja, tafuta toba kwanza. My God, my Lord Jesus. Thank you Jesus. Sijui unanielewa? Inatosha. Nasikia inatosha. Hebu simama. Jioni tukirudi tutakuja kuangalia kipengele kinasema kwa nini inaanza toba. Nitakufundisha pointi muhimu ngapi? Nitakufundisha pointi muhimu 4. Kwa nini tunahitaji kuanza toba? Yaani kabla Mungu hajanibariki, kwa nini nataka nianze na toba? Kuna nini kwenye toba? Nitakufundisha pointi za muhimu 4 na utaziandika. Utaelewa, utakwenda kutendea kazi. Ikikosekana toba, rafiki yangu, upambanavyo huwezi kufika. Narudia tena. Hivi mnafahamu hata wachawi wana toba? Mimi nina vitu vingi sana ninavyofahamu kwa sababu ya vitu maisha nilopitia na kazi nilizofanya na namna ninavyomtumikia Mungu. Sikiliza nikwambie kitu. Freemason, ukiwa member wa Freemason ukakosea, unaijua toba yake? Ukakosea sharti, unatakiwa utoe kafara ya mama au baba mzazi ndio wakusamehe. Alafu akishakusamehe hapo, wanakupa kama ulikuwa na gari moja, gari lingine zaidi ya lile. Lakini wakati umetoa mama au baba, hawa ni watu wanaoabudu shetani, wanaabudu Mungu asiyemjua. Lakini kwenye toba zao kuna kanuni. Na wao wako makini sana. Kwenye Uislamu toba yao ni ngumu. Mliopita alasiri mnafahamu, alasiri uombe toba, nitakuwa uende kuungama kwa Father. Si ni sawa? Father, mimi niliua, nilizini mara 3 na fulani na huko kwetu ukiita hiyo toba hapa si wanakimbia wote hao. Yaani ndio baba amekaa hapa unajieleza nilizini mara 4. Mara 4 nilienda ile pale ile guest pale chini Mwandibe na kule mara 3. Unakimbia kanisani wewe. Kwanza tunasema tumekudhalilisha. Kwa nini? Tatizo ni hili. Watu hawajafundishwa. Leo hii Bwana anataka uanze na toba. Tunakwenda kuomba toba. Sawa? Tukimaliza kuomba toba, nguvu ya Mungu itashuka hapa. Kuna watu vifungo viondoki, kilichozuia vifungo kuondoka ni toba. Hamjanielewa? Kwa nini kuna watu wako makanisani hawafunguliwi? Kilichowazuia kufunguliwa ni toba.
Kuna mpaka wazee wa kanisa ni mpigaji tapeli na kuombea sana. Hiyo kazi uliokaa ni ngumu. Mimi nimeenda mahali, nimefanya semina makanisa mengi mimi. Sio hapa. Mzee wa kanisa anaiba sadaka mpaka amejenga na nyumba, mpuuzi kabisa. Ala, sasa wewe kanisa ina watu 2000, unafikiri sadaka shingapi inaibwa mjini? Mpaka amejenga na nyumba, kapaua. Alafu ajiita mzee wa kanisa. Huyo ni mwana wa joka. Leo mnaiona hii kanisa hivi. Hii kanisa linakuwa. Mko hapa, dunia inaendelea. Huenda ndio likao kanisa lenye watu wengi kwenye mji. Ni watu wanapoongezeka na vituko vinaongezeka kanisani. Hapa tu kama mko pastor, kama watu wako 70, kuna kina Yuda 7 hapa. Kwa sababu kwenye wanafunzi 12 kuna Yuda huyu. Allah. Maandiko yanasema unabii hauna budi kutimia, ila ule wake unaitimia kwake. Kataa wewe usi ukawa Yuda. Amina zimeisha. Kataa wewe usi ukawa Yuda. Halo. Mnanielewa? Tuna watu wako makanisani wana vyeo na nafasi kubwa, wanafanya vitu vya ovyo na hawataka kukemewa. Mimi nimekaa mahali tulikuwa na mtu ni kiongozi mkubwa wa kamati ya ujenzi. Utasikia leo alikuwa hoteli fulani amelala na mwanamke fulani. Vitu vya ovyo sana. Na ni kiongozi. Na anapenda madaraka. Na ni mzuri ukimpa nafasi kiutendaji, lakini hataki toba. Ngoja nikwambie neno. Mungu hakuhesabia haki kwa sababu natoa milioni 10. Mungu anakuhesabia haki kwa sababu hiyo milioni 10 imeanza na toba. Narudia tena, imeanza na toba. Kabla hujatoa sadaka kubwa kwa Mungu, toa toba yako kwanza. Na nitawafundisha jioni. Kuna utofauti kati ya toba na rehema. Naomba nieleweke wachungaji, watu wanachanganya. Toba ni kukubali kosa na kugeuka, kuanza upya. Rehema ni ondoleo la adhabu baada ya kosa. Ukisikia rais wa nchi amesamehe wafungwa 5000, kaangalia wale wafungwa ambao wanawasamehe kuna kuaga na nini? Ni kweli alibaka, ni kweli aliua, ni kweli aliiba. Ndio maana yuko wapi? Gerezani. Lakini rais anaposamehe, ile ndio inaitwa rehema. Anaamua kumfutia ile adhabu. Rehema ni kitu ambacho kinakuja baada ya kosa lako. Kuna adhabu unaistahili Mungu akupe, Mungu ndiye anaachilia rehema. Ndio maana Daudi anasemaje Zaburi ya 51? Kwa rehema Mungu gairi nini? Mabaya. Kwa hakuna rehema ya Mungu bila kuondolewa adhabu. Ukiona mahali popote Mungu aliwarehemu watu, hakuadhibu tena. Kasome kitabu cha Mwanzo. Baada ya Nuhu kutoka kwenye gharika, sura 9. Mungu akasema kigarikisha kizazi cha mwanadamu tena kwa nini? Kwa maji. Hiyo ndio rehema. Kwa kuna tofauti ya toba na rehema. Na bahati mbaya kanisa sasa linahitaji sana rehema, linahitaji pia sana toba. Sema haleluya. Japokuwa ni vitu vinaenda the same, vinaenda pamoja na wengi wanavichanganya. Nani ananielewa? Nisikilize. Naomba usitafsiri vingine. Sasa pastor ameona hii kanisa yote sisi ni wenye dhambi. Hatutubu kwa sababu ni wenye dhambi. Tunatubu kwa sababu tuko duniani. Yamkini hakuna ulipofanya uovu. Lakini nikuuliza swali. Kuna watu tu unapokuja kwenye mkutano asubuhi, umemkuta tu mama mmoja hapo, amevaaje sijui wigi yake, ukasema na hizo nywele sasa hivi ya kujiangalia kwenye kioo. Unajua kwamba pale umetenda dhambi. Nani alikutuma? Unaweza ubinti hiyo gauni aliyovaa, kifua kiko huku, kiuno kiko huku. Si naye sio hajajiangalia. Nani alikutuma ufanye hiyo kazi? Ni kosa. Maandiko yanasemaje katika Zaburi? Tunakosea kwa maneno, kwa kusikia, kutazama, kuwaza. Kwa nini Daudi anamlilia Mungu, anamwambia mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali? Anagundua kuna makosa huko. Na huko ndiko tunakojikwaa. Ndio maana Yesu akawaambia, amtazamaye mwanamke kwa kumtamani alishaanguka naye siku nyingi. Huko ndio kuna madudu sasa huko kwenye kutazama. Unanielewa? Kwenye mitandao tunatazama vitu vingapi vinavyotunajisi. Binti zangu wametulia, utafikiri waangaliaje huko TikTok. Naangalia vingapi? Wadada waliokaa uchi huko TikTok wako wangapi? Uliwaangalia wangapi? Hapa kila mtu ni mtakatifu sasa hivi, hawezi kusema niliangalia. Hebu inua mikono yako. Tunaenda kuomba toba. Tumaliza kuomba toba, tunaita nguvu ya Mungu ishuke. Kwa nini makanisani sasa hivi nguvu ya Mungu haishuki? Watu hawana toba. Maandiko yanasema kila walipokusanyika mitume, nguvu ya Mungu ilikuwa inashuka kwa sababu kulikuwa na toba. Na leo itashuka hapa. Tuna dakika za kumalizia hapa chache. Yes, mpaka na nusu tunazo. Itashuka, itahudumia watu.
Unaporudi jioni wakati umejaa nguvu ya Mungu. Ningekuwa na muda pia ningefundisha somo linaloitwa utendaji wa nguvu za Mungu. Kwa nini kanisa la sasa halina ishara? Hapa ilitakiwa hapa. Yaani wewe, huyu baba asipate kazi ya kutafuta washirika. Nyewe mnaosali hapa, wewe ndio ulete watu. Kwa nini? Wewe uliponywa hapa na unaenda kumshuhudia mwingine. Ndicho kitu kinatutokea sisi wengine. Nguvu za Mungu ndio zinazolikuza kanisa, sikudanganya mtu. Nguvu za Mungu ndio zinazobadilisha maisha ya mtu pia. Ukiona mtu anakuwa kiroho, ndani yake kuna nguvu za Mungu. Kama hazipo huwezi kukua. Sema haleluya. Tunaenda kuomba toba, tunaita nguvu za Mungu zitashuka. Vifungo vitaachia watu. Tumekusanyika hapa ili tufunguliwe pia. Mateso yataachia watu. Jana mtumishi wa Mungu, Mungu alimpa ufunuo kushughulikia madhabahu. Na leo tena nguvu ya Mungu inashuka, inapita huko. Ili uwe uhuru uone neema ya Mungu. Hello. Sema Bwana Yesu, mchana wa leo nasogea kwako kama mwana wa pendo lako, kwa namna ulivyonizaa kwa mbegu ya msalaba na neno lako. Yes, naomba toba. Ninaomba toba. Mimi ni mwanadamu, nimeumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Nimeumbwa katika hali ya uovu. Nimezaliwa katika asili ya kabila langu na ukoo wangu ambazo hazikujua kukupendeza wewe wala kuyaishia mapenzi yako. Yesu, nisamehe, nihurumie, narudi kwako. Ninakubali iko shida mahali, liko kosa mahali, liko tatizo mahali. Naomba unisamehe. Mawazo ya moyo wangu ni mawazo mabaya. Maneno ya kinywa changu ni maneno machafu. Ninayoyasikia kwenye masikio yangu ni mabaya. Bwana Mungu wa majeshi, naomba toba. 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 Bwana nisamehe sawa sawa na wingi wa fadhili zako. Uyafute makosa yangu, ukaitakase na njia yangu. Usiangalie yale niliyotenda yaliyo kinyume na wewe. Mengine Bwana sikutenda mimi, walitenda vizazi vya baba zangu. Walitoa sadaka kwa pepo, walitambika, walienda kwenye masieto wakatoa sadaka za unga, za ulezi, za wanyama. Yesu, leo mimi naichukua laana yao. Naomba toba. Naomba toba kwa damu yako. Naomba toba. Nisamehe. Nisamehe. Nisamehe mimi kwa ajili ya vizazi vyangu. Wazazi wangu, baba zangu, waliozaa wazazi wangu walitenda dhambi na wao hawako, lakini mimi naichukua laana yao. Nachukua makosa yao. Naomba nisamehe. Naomba nisamehe kwa ile damu yako iliyomwagika, damu ya agano. Niondolee makosa.